Sabasaba kwa kipindi hiki tumekuja na product mpya. Product ya unga ule pale ambao unauona ni unga ambao unasagwa kutoka katika mahindi yaliyohifadhiwa kwa viwango vya ubora unaokubalika ndani ya nchi, lakini vile vile kimataifa. Kwa hiyo unga huu una target masoko ya ndani, lakini vile vile masoko ya nje ya Tanzania, hususan soko la Sudan na soko la Kongo. Kwa hiyo ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wadau wote, wafanyabiashara waliokuwepo katika mnyororo wa biashara ya chakula, waje kuona nini ambacho NFRA imekileta. Unga huu utakuwa unapatikana kwa wingi na kwa bei nafuu, lakini kama unavyoona packaging yake ilikuwa ni ya kimataifa na virutubisho vilivyowekwa mle ni vile ambavyo vinakubalika katika viwango vya kimataifa. Tunatarajia kwamba product hii itakwenda kufanya kazi nzuri katika kuwezesha NFRA kufanya biashara ya chakula ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo hili ndio moja ambalo tumekuja nao, lakini vile vile katika mipango yetu ya sasa tunataka kwenda mbali zaidi katika kuhakikisha kwamba tunaongeza aina ya mazao ambayo tunayahifadhi. Kwa katika mwaka huu tumepanga kuongeza mazao ya mikunde, vile vile tutakwenda kununua mtama, tutakwenda kununua na mpunga, na vile vile tutabakia na zao kuu ambalo tumekuwa tukilihifadhi mara nyingi la mahindi. Kwa hiyo hayo ndio mambo mapya ambayo nakuletea kwamba tunaongeza commodities ambazo tunakwenda kudili nazo katika uhifadhi na biashara ambayo NFRA imekuwa ikifanya. Sawa. Katika yote ambayo umeyazungumza, pengine ni mafanikio yapi ambayo mpaka sasa NFRA imeyafikia? Mafanikio tuliofikia ni makubwa. Volume ya biashara imekuwa. Huko nyuma tulikuwa tunahifadhi takriban tani 100,000, tani 1,500,000, lakini sasa hivi ninavyokuambia uwezo wetu wa uhifadhi umekuwa maradufu. As of now tayari tuna tani takriban 600,000 ambazo tunazo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote wako food secured, kwamba leo kunatokea crisis ya chakula, basi maana yake ni kwamba NFRA iko tayari kuwasaidia Watanzania kupata chakula. Kwa uwezo wetu ni mara 4 ya vile ambavyo tumekuwa tukifanya nje ya miaka 4 iliyopita. Lakini vile vile eneo lingine ambalo tumefanya, tumeboresha miundombinu ya uhifadhi. Ninavyozungumza kuna miradi takribani 9 ambayo inatekelezwa katika kanda zetu nchini. Miradi hii inalenga kuongeza uwezo wetu wa uhifadhi, na jumla ikikamilika itatupelekea kuwa na takribani tani 265,000 zitakuwa zimeongezeka katika eneo la uhifadhi. Halikadhalika tunafanya kazi ya kukarabati magara yetu ya zamani ambayo ni makongwe, ili yaweze kuwa na uwezo wa kutopoteza vyakula ambavyo vinahifadhiwa na NFRA. Kwa kazi imeshaanza kufanyika, na ninavyozungumza wakandarasi katika maeneo mbalimbali wako katika site wakitekeleza haya ninayosema. Kwa haya ni mambo mapya ambayo NFRA inafanya. Lakini katika mwaka huu pia tunakwenda kufanya full installation au engagement ya mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa mazao. Kwa hiyo mfumo huu utaongeza efficiency katika speed up kazi ya kununua, lakini vile vile utaleta reliable information zinazohusiana na masuala ya kuuza na kupokea mazao. Tutaweza kumidentify nani ametuuzia lini na ameuza kiasi gani na kiwango gani. Information hii ni muhimu sana katika kuhakikisha kuondoa utata katika maeneo ya malipo, lakini hata linapotokea tatizo tunasema ufuatiliaji wake, traceability. Traceability inakuwa ni rahisi kwa sababu unakuwa ni nani aliuza nini na aliuza katika kipindi gani na mazao aliyauzia wapi. Kwa hiyo pia mfumo huu unatengeneza kitu tunachoita QR code ambayo hii itatumika kufanya traceability ya product zinazopokelewa kutoka kwa wakulima wetu. Tumepanga kununua kiwango kikubwa cha mazao, jambo ambalo linawapelekea wakulima sasa wajivunie. Kwa hiyo hizi ambazo kelele zimeanza kusikika kwamba mbona NFRA bado hajaingia, wakae, tunaenda kufanya kazi ya kuingia sokoni ifikapo tarehe 20 mwezi huu, na kufikia hali hiyo basi haya ambayo yanaonekana hayawezekani yataweza kuwezekana. Soko kubwa la NFRA liko nje kwa sasa. Tunauza katika nchi zetu za jirani, tunauza nchi ya Kenya ambayo ndio inaongoza kwa kununua zaidi ukilinganisha na nchi nyingine. Tunauza Malawi, tunauza DRC ya Kongo, lakini vile vile hapo karibuni tumeuza pia katika nchi ya Zambia, na tunaendelea kufungua masoko maeneo mengine. Tunaangalia masoko kama ya Zimbabwe, tunakwenda katika masoko ya Sudani ya Kusini na vile vile masoko ya Namibia. Kote huko tukilenga kupeleka mahindi, mchele, mtama na mazao mengine ambayo NFRA atakuwa akihifadhi. Wakulima wote pamoja na wafanyabiashara na wadau wengine
ni vizuri mkapitia hapa, kwa sababu hapa mnakwenda kupitia kwanza kuiona product yetu mpya, lakini mnapata kupata uhakika wa namna nchi inavyokwenda vizuri katika masuala mazima ya kilimo na hususan katika masuala mazima ya chakula, na vile vile fursa mtakayoipata ya kufanya biashara na NFRA, ambayo NFRA itawapa mazao sahihi yenye ubora kwa viwango na bei nafuu. Sawa sawa, asante. Asante.